majina naitwa Mwinjilisti Sauli Ibrahim. Niko hapa kuletea neno la Mungu. Sasa kabla ya kwenda kujifunza neno la Mungu, naomba tumuombe Bwana. Nakushukuru Mungu kwa uweza na nguvu zako. Umetupa nafasi nyingine ya kuwepo hapa ni kwa jina lako. Bwana, majira na masaa haya tunajifunza maneno yako. Tusaidie Yesu, kupitia maneno yako tukuone wewe. Naamini Bwana utakuwa pamoja nasi kwa mapenzi yetu ile yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msikilizaji, karibu sana tujifunze maneno ya Mungu. Leo natamani tuende kujifunza somo linaitwa chumvi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema chumvi ni nini? Naamini kwamba chumvi sio neno la mara ya kwanza kulisikia, msikilizaji wangu. Umekuwa mahali pengi, umekuwa maeneo mbalimbali. Tunapozungumzia chumvi, chumvi ni kiungo kinachotumika kuungia mboga, au chumvi ni kiungo kinachotumika kuongeza ladha ya vitu. Mara nyingi huwa ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba twende tufunue maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 na mstari wa 13. Mathayo sura ya 5 na mstari wa 13. Maandiko yameandika hivi katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 13. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na ukanyagwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Chumvi inayozungumzia hapa sizungumzii chumvi ile ya kuumia mboga. Naomba nieleze chumvi inayomaanisha ni chumvi ya namna gani. Chumvi inayozungumzia hapa, nazungumzia watumishi wa Mungu. Nazungumzia watu ambao wameshakubali kumpa Yesu Kristo maisha yake. Kwa hiyo wanatembea na Bwana, ni watumishi wa Mungu. Hao ndio chumvi ya dunia. Dunia ina watu wengi. Dunia ina walimwengu wengi. Dunia ina watu wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu. Sasa wale wanaomfahamu Mungu, hao ndio tunawaita ni chumvi ya dunia. Maana yake wana wajibu na kazi kubwa sana ya kwenda kuwatangazia habari njema, ya kwenda kuwaambia watu, ya kwenda kuwaelekeza watu. Sasa Biblia inasema ninyi ni chumvi ya dunia. Ikiwa chumvi imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na watu. Maana yake nini? Maana yake kama ikiwa mtumishi wa Mungu, ikiwa mtu ambaye anatembea na Mungu, ikiwa mtu ambaye alikuwa akihubiri Injili ameasi, je, wale ambao bado hawajamjua Mungu watafanya nini? Watafanya njia gani? Watapita wapi? Mwisho wa siku unajikuta ni kwamba wanapotea. Kwa nini? Kwa sababu chumvi imeharibika. Kwa nini? Kwa sababu chumvi iliyokuwa inatarajiwa kwenda kuunga wale watu ambao bado hawajampokea Kristo wameasi. Sasa nini nakwambia mtu wa Mungu? Wale wote ambao wamesimama na Mungu na ni watumishi wa Bwana, ninaomba kuwatangazia kwamba ni vyema mkaendelea kusimama na Mungu. Yupo mtu mwingine alikuwa ni mwinjilisti, alikuwa ni mhubiri, alikuwa ni mwimbaji, alikuwa ni mwombaji, lakini anaacha. Maana yake kuna watu wanaanguka kwa sababu ya kujikwaa kwake. Kwa inatakiwa mtu ukijua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, simama imara. Wapo watu wanakuamini kupitia wewe, wanaamini njia ya Bwana. Jitahidi sana kutembea kufuata mistari ya Mungu. Jitahidi sana kufuata utaratibu wa Mungu. Jitahidi sana kutafuta muda na kutafuta watu kwa ajili ya kuokoa maisha yao. Maana yake nini? Wapo watu wako nje, wengine hawamjui Mungu, wengine hawajaabudu, wengine hawamwabudu Mungu, wengine hawasali kabisa, hata ingia kanisani, lakini wanaamini sana watumishi wa Mungu. Kwa watumishi wa Mungu, endapo mtajikuta mnasahau au mnashindwa kutembea kwenye misingi ya Mungu, wale watu ambao wako nje wanaweza kushindwa kutafuta njia sahihi. Kwa mtu wa Mungu, na nini namaanisha, msikilizaji wangu? Namaanisha kwamba yeyote aliye mtumishi wa Mungu, kumbuka kuna watu wako nyuma yako wanakuangalia wewe. Kupitia wewe wanatamani kumwona Mungu kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Sasa ikiwa wewe utaafi ama utafanya jambo ambalo liko kinyume na mapenzi ya Mungu, wale watu walioko nje, wale watu ambao wanatarajia kupitia wewe wapokee mabadiliko ya Kristo, maana yake nini? Watakata tamaa. Waliokuwa na maono na malengo ya kuja kumpokea Yesu Kristo, unajikuta hawana tena maono hayo. Leo wapo watu wengi sana wameacha wokovu. Leo wapo watu wengi sana wanashindwa kuja makanisani. Kwa sababu nini? Makanisa leo
baadhi ya watu wamechafua Injili, baadhi ya watu wamechafua huduma ya Mungu. Kwa mwisho wa siku unajikuta watu hawawezi tena kuja kutafuta Bwana, watu hawawezi tena kuja kutafuta ufalme wa Mungu. Sababu nini? Sababu ni kwamba watu hao wamewaangalia watumishi fulani, wameangalizia watu fulani. Kwa mwisho wa siku walivyoona wameanguka, wanasema hakuna Mungu. Kama ingekuwepo Mungu, mbona mtu fulani alikuwa yuko namna hii? Mbona mtu fulani alikuwa anahubiri sana? Mbona mtu fulani alikuwa anasali sana? Lakini leo yuko wapi? Kwa wanashindwa kuendelea mbele. Waliokuwa wanatamani kuja kumpokea Kristo wanaamua kuacha kumpokea Yesu. Wanaacha kwa nini? Kwa sababu wameangalia baadhi ya watumishi wakaona wanadondoka chini. Nini nakwambia wewe mtumishi wa Mungu ambaye uko na Mungu na umekuwa ukitembea na Mungu, ukihubiri watu, ukiimbia watu, ukiombea watu, jitahidi sana kutembea kwenye misingi ya Mungu. Kwa nini? Lipo jeshi kubwa sana, wapo watu wengi sana walioko nyuma yako wanaokutazama wewe, wanaamini kabisa mtumishi huyu anaweza akafanya 1 2 3 na sisi kupitia yeye tukamjua Mungu. Sasa ikiwa wewe utaanguka, wewe ni taa, wewe ni chumvi. Sasa chumvi ikiharibika itiwe nini? Chumvi ikiharibika maana yake nini? Ukiharibika utararuliwa, maana yake umeangusha jeshi kubwa sana nyuma. Jitahidi sana usiangushe jeshi, jitahidi sana usiangushe watumishi wa Mungu. Wapo watu wako nyuma yako wanatamani kupitia njia yako waweze kuokolewa. Kwa jitahidi njia zako sana uzisafishe, ili kusudi wale wanaokutazama, wale wanaokukagua, wale wanaofuatilia mienendo zako, wale wanaofuatilia maisha yako wagundue katika maisha yako upo utukufu wa jina la Yesu, upo nguvu katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu endapo utasimama kwenye misingi ya imani, endapo utasimama kwenye misingi ya Mungu, watu wenyewe watashuhudia. Hata kama utapita kwenye majaribu ukabaki umesimama, watu watakaoangalia wakaona kwamba mtumishi huyu amepita kwenye changamoto hizi na zile, lakini bado yuko na Mungu. Hata wao wataamini kwamba hakika Mungu yupo. Kwa watumishi wa Mungu, nipende kuambia kwamba jitahidi sana usimame kwenye misingi ya Mungu, jitahidi sana utembee kwenye misingi ya Mungu. Naomba tusome kitabu kingine, twende tuangalie kitabu cha Marko sura ya 9. Marko sura ya 9 mstari wake wa 50. Biblia katika Marko sura ya 9 na mstari wa 50. Biblia inasema hivi: chumvi ni njema, lakini nitarudia, chumvi ni njema, lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini ikolee? Muwe na chumvi ndani yenu, mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu, kwamba chumvi ni njema, lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini ikolee? Muwe na chumvi ndani yenu, mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi. Yesu asifiwe. Maana yake nini? Maana yake chumvi ni jambo jema sana. Unaona hata mboga, ukiwa umepika mboga lakini ukashindwa kuweka chumvi, utasikia watu wanasema mbona mboga hii haina chumvi? Utasikia watu wanasema mbona chumvi imekosekana kwenye mboga? Hata ingekuwa ni nyama ya namna gani, hata ingekuwa ni pilau, kama hakuna chumvi watu watasema mbona chumvi haimo? Maana yake nini? Leo kama mtumishi wa Mungu ambaye unaaminiwa na watu wengi, ikiwa wewe utajichafua kwa mienendo zako, maana yake watu wengi, watu kadha wa kadha wataumia sana, wataramika, watasema mbona mtumishi fulani alikuwa anahubiri sana, mbona mtumishi fulani alikuwa anaimba sana, hasa yuko wapi? Yuko wapi leo? Maana yake watu wataitukana Injili kwa sababu ya matendo yako. Jitahidi sana kutembea na kutenda matendo ya Mungu yanayompendeza Mungu, ili hata wale wanaokuangalia waamini kupitia wewe lipo neno la Mungu, kupitia wewe lipo Injili ya Kristo, kupitia wewe wamwone Bwana, na mwisho wa siku watu wanakubali kuacha maovu yao na kumfuata Kristo kupitia matendo ya watumishi wa Bwana. Nipende kuwaasa tu kwamba ni vizuri sana kutembea kwenye misingi ya Mungu, hasa nyakati hizi. Ni nyakati ambazo wametokea watumishi wa aina mbalimbali, wametokea watu wa aina mbalimbali. Wengine wanaichafua Injili, wengine wanatukana Injili, wengine wanafanya jambo kusudi watazamwe na watu. Lakini nyakati hizi ndizo nyakati za watumishi wa Bwana wa kweli kudhihirika mbele za Mungu, na ndizo nyakati ambazo watu ambao waamini Mungu waweze kumwona Bwana kupitia watumishi wake. Nini namaanisha? Namaanisha kwamba watumishi wa Mungu, wapo watu wengi sana wanatazama, wapo watu wengi sana wanawaangalia, wachungaji, wainjilisti, waimbaji, waombaji, wapo watu wengi sana wako nyuma wanawatazama ninyi. Jitahidi sana mtembee kwenye misingi ya Mungu, jitahidini sana mtembee kwenye njia ya Mungu. Msisababishe neno la Bwana kutukanwa kwa sababu ya matendo yenu. Tembeeni katika misingi ya Mungu,
hakika Mungu atawasaidia. Hakika Mungu atawafanya watu wale ambao hamjui Mungu wamjue Mungu kupitia nini. Itakuwa ni ajabu sana na ni jambo la kusikitisha na kushangaza. Leo watumishi wanapigana, leo watumishi wanatukanana, wanagombana kwa sababu ya madaraka. Ni jambo la hatari, ni jambo la kusikitisha. Walioko nje wanaangalia, wanasema hawa watatuhubiria nini? Leo makanisani yametokea magomvi, leo makanisani imetokea migogoro. Maana yake nini? Walioko nje tutawaambia nini? Tutawahubiria nini tena? Watu wameangalia, wameshuhudia watu wanapigana makanisani, watu wameshuhudia watumishi wakijichafua, watu wameshuhudia watumishi wanalewa pombe, watu wameshuhudia watumishi wakifanya mambo ya ajabu. Nini? Hawezi tena kuambia watu njooni mlechee Bwana. Jitahidini sana watumishi wa Bwana. Wapo watu nyuma yenu wanawatazama, na kupitia ninyi wanatamani kuona misingi ya Mungu ikifanyika kwenye maisha yenu, ndipo na wao waje watubu, wamkubali Kristo. Hapo zamani walikuwepo watumishi, tunaposema wakina Elisha, tunaposema wakina Elia, walikuwa na watumishi wa Bwana kama leo ninyi watumishi mliopo, kama leo wainjilisti, kama leo waombaji, kama leo wachungaji. Walikuwa wakitembea kwenye misingi ya Mungu, na pale walipokosa walienda kwa Mungu na kumwomba kwa Bwana msamaha, na mwisho wa siku Mungu aliwasamehe. Mtumishi wa Mungu, jitahidi sana njia zako ziwe safi. Narudia tena, jitahidi sana njia zako ziwe safi. Kwa nini ziwe safi? Wapo watu wengi, lipo jeshi kubwa sana liko kwa ajili yako, linakuangalia unaendeleaje, unafanya kazi gani, namna gani unaishi maisha yako, ndipo uje wahubirie watu habari njema za Yesu. Huwezi kuambia watu unampenda Yesu na kati bado misingi ya Bwana huifanyi. Kwa mtumishi wa Mungu, jitahidi sana kusikiliza na kufuata misingi ya Mungu. Msikilizaji wangu, hata wewe unayenisikiliza, yawezekana pengine hujampokea Yesu. Sikiliza nikwambie, msikilizaji wangu, unatakiwa kumtafuta Yesu kwa hali na mali, kwa nguvu zako zote, ili kusudi siku moja Yesu atakapokuja akukuta uko safi, akukuta uko salama. Wengine leo wamekata tamaa kwa kuangalia baadhi ya watumishi wanayoyapitia. Wamejikuta wakiacha imani ya kweli, wamejikuta wakiacha wokovu, wamejikuta wakiachana mbali kabisa na kumtafuta Kristo. Naomba nikwambie wewe mtumishi wa Mungu unayenisikiliza, wewe mtu ambaye pengine hujamjua Kristo, jitahidi sana umtafute Yesu. Jitahidi sana uende madhabahuni pa Bwana, nenda kampokee Yesu. Hata unaponisikia asubuhi, tafuta usalama wako. Usalama wa maisha yako haupatikani pengine. Usalama wa maisha yako unapatikana kwa Yesu Kristo. Kubali maisha yako yapokelewe na Kristo. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki sana. Naomba nimwombe Mungu, nimshukuru kwa kipindi hiki. Na kushukuru Yesu kwa asubuhi njema, umetupa kibali cha kujifunza maneno yako. Mungu, yupo msikilizaji ambaye amekuwa akinifuatilia. Mbariki sana katika jina la Yesu. Ndani ya maisha yake mbariki, ndani ya mawazo yake mfanyie upya. Mungu, asubuhi ya leo asiwe kama alivyokuwa, na maisha yake yakabadilishwe, historia yake ibadilishwe. Yupo mtumishi wa Mungu ambaye yuko ananifuatilia hii asubuhi. Bwana, mfanyie mambo mapya, mfanyie maisha mapya, mboreshe, muongezee urejesho ndani yake, ukatawale katika jina la Yesu. Yupo mtu mwingine anasikiliza na anafuatilia, pengine hajamjua Mungu. Yesu msamehe, ajua litendalo. Mkomboe Bwana ili awe mtumishi wako. Nimeomba nikiamini kupitia ndani ya jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nashukuru sana msikilizaji wangu, endelea kufuatilia channel hii. Tutakuwa tukijifunza maneno ya Mungu mbalimbali. Mungu akubariki sana. Amen.